bwana harusi, Biblia inasema, si ndio? Sasa ni kama hapa, kila mtu hapa anataka kuombewa, kila mtu anataka afanyeje? Aombe. Umenipata vizuri? Lakini hapa kuna wenye busara, hapa kuna wapumbavu. Wale watano walichobuni wao ni kweli tumemsubiri bwana harusi, wakapiga hesabu wakajua bwana harusi anaweza akakutana na foleni njiani, tukijaza hii taa mafuta tu kuna uwezekano yakatusindikia. Sio kama unanielewa? Wale wengine wanasema naingia tu hapo, naomba dakika 2-3, prophet akitabiria naondoka. Sio kama unanielewa vizuri? Mwingine anasema kama time itaenda, mimi nina mafuta pembeni nimeweka. Sio kama unanielewa? Tofauti yao haikuwa safari waliokuwa naenda. Wote walikuwa wanataka mafanikio kama ambao unataka wewe. Walikuwa wanataka muone bwana harusi kama ambao na wewe unataka, lakini tofauti yao ilikuwa kwenye eneo la mafuta. Nasema wale wenye busara wakachukua na mengine wakaficha ya nyongeza. Ninatamani ukitoka hapa usitoke kwa kumjua Prophet God. Usitoke kwa kusikia tu neno, ila utoke na cha nyongeza. Kwenye lile kapu lako la maombi utoke na cha nyongeza. Kama ulikuwa unaenda na 5% zile zimefika 10. Sijui kama unanielewa. Shetani asije akakutabiria mengine. Natamani kwenye lile kapu lako la maombi utoke na 1% nyingine. Biblia inatuambia bwana harusi alipokuja usiku wa manane, kuna taa za watu zilikuwa zinazima. Just imagine muujiza wako umekaribia, halafu umeshazimia. Yule mama akasema nimekaa kisimani kwa muda mrefu, ila kila malaika anapotibua sina na mwingine ananitangulia anatumikia. Maana yake mama kuna muda anasubiri, anaona haji, ngoja nilale, kuja kushtuka imeshaenda. Ukimiss target, umemiss your destiny. Sitamani ili liwe kongamano au kusanyiko la lele mama, ninatamani leo kusanyiko lililobeba muujiza wako. Sijui kama unanielewa. Narudi hivi, sitamani liwe kusanyiko la kawaida, natamani liwe kusanyiko lililobeba majibu yako. Maraze kapalia ya kapalia. Rada baba. Rada bro, nyosha mguu wako hivi. Nyosha tena mguu mwingine. Kuna kifungo naona kinaachia mguu. Nyosha tena mwingine. Nyosha tena. Fanya tena. Naona kuna kifungo kinaachia. Kwa sababu naona adui alikufunga mguu, akakurudisha nyuma. As a prayer now, hicho kifungo kinakatika. Halafu naona unaingia kwenye yale ndio yatamka. Rasika da bagario. Baba, ni mguu unasumbua. Yes. Ni mguu wa kulia. Maradia. Fanya tena hivi. Hivyo vifungo vinaanguka. I feel deliverance bro. Naona spirit ya utajiri kwenye maisha yako. Naona spirit ya utajiri. Kuanzia leo sio ule utajiri ingia hapa. Mguu ninafungua hizi kamba. Toka. Kamba zinaachia. In Jesus name. Hawa maumivu wote yaona tena. I make a spiritual surgery. Kwa nini nilikuwa najua mguu unakuuma? Kwa wema wako asante, kwa wema wako asante, asante Yesu, asante Yesu, asante wema wako Yeshua, asante. Wakati nikiwa hapa nikawa natafuta chanzo cha huyu brother kuchelewa, nikawa nasikia Spirit of the Lord ananiambia kuna kisa kilitokea, adui akafunga mguu.
na ukawa unamuuma, yaani maumivu hayaishi. Maumivu yakawa hayaishi. Nikawa naona ni kifungo cha kiroho ambacho kilikuwa kimemshikilia muda mrefu. Sio kama unanipata vizuri? Sio unanielewa vizuri? Bro, ili kusanyiko namna ambavyo umekuja, unaenda kutoka version nyingine ya kwako wewe. Oh yes. Ambayo nimekwambia na kuona bungeni unapita, jina lako linasainiwa, you are taking a contract. Verification ya kwamba you deserve it. Sasa leo mnajua mimi nabahatisha. Baba. Au nabahatisha? Sasa wako unajua nabahatisha. Brother, sibahatishi. Ninachokuambia imekuwa. Dada, au nabahatisha? After Januari kukutana nini kilitokea? Ilikuwa Januari 14, si ndio? Hebu simama utuambie. After Januari 14, wangapi wanamkumbuka udada? Wangapi wanamkumbuka udada? Kama unamkumbuka tu inua mikono yako juu. Wakati tumekutana pale Orel, I prophesy to her. Nikamwambia naona ana count dollar. Ndio kuna mambo mtu unaambiwa halafu yanakushinda yuko, sababu kile ukijipimia unaona bora kwenye ili kapu kubwa. Sio unanielewa vizuri? Nikamwambia naona Mungu anaenda kukuprosper.